Mambo vipi wadau wa cryptocurrency? Inawezekana kwa sasa wewe una hold Pi, inawezekana upo kwenye simu yako sasa hivi una mine Pi na upo unasubiria kuona Pi ina gain thamani au real value katika soko la cryptocurrency. Sasa hii video ni kwa ajili yako. Kabla ya kwenda mbali, hebu tuende tukaangalia kwanza nini kinaendelea katika ulimwengu wa cryptocurrency kuhusu specific Pi. So kinachoendelea sasa hivi ni kwamba kuna mainnet ya Pi ipo enclosed. Kwa inamaanisha kwamba upatikanaji wa hizi Pi upo enclosed katika Pi community ya wale watu ambao wako wana mine sasa hivi. Hapo kwenye simu zao wana turn on kila siku, ya baada ya masaa 24 wanaingia na turn on, wanaendelea kumine. Pi bado hazijaanza kupatikana katika platform au exchange zingine rasmi mpaka siku itakapokuwa mention. Kitu kingine kinachoendelea katika ulimwengu wa Pi kwa sasa ni trading activity. Kuna baadhi ya platform ambazo zimeweza kuzimention kuilist Pi in form of IOU, and pay attention, nimesema IOU. Hii value ambayo unaiona hapa ya Pi sio exactly value ya Pi kwa sasa au baadaye wakilist katika exchange major duniani. Hii ni price ambayo ipo tu kama speculation price, IOU, inaitwa IOU price, ambayo ni kama hizi platform zina predict kwamba Pi ikiwa listed itaanza kuwa na thamani hii kama kianzio. Lakini ukienda kuangalia platforms ambazo zimelist Pi, ni tunaona hapa kuna OKX zimelist, lakini sio kununua, una trade tu, una buy and sell theoretical tu katika hizi applications zao. Kuna OKX, kuna BitMEX, BitGet, kuna MEXC, kuna Get.io, na hizi ziko nyingi. Hizi ndo zimeweza kuilist, na ukiangalia kama kwenye price hapa kuna kama mfanano fulani, price ina range. So, ukiachilia mbali hizi exchange ambazo tayari zimejaribu kuilist Pi wakiwa wana hope kwamba Pi ikija kuwa listed official wanaweza gain profit hapo. Kitu kingine kinachoendelea kwenye Pi ni price fluctuation. Price hii ambayo ni IOU, keep in mind IOU price inaendelea kuwa na kutokea na fluctuation. Reason ya hizi fluctuation ni news news ambazo zinaendelea, na news kubwa ambayo inaendelea kwa sasa, Binance wao wamefanya kama wametoa community, wameipa ruhusa ya community ya Pi kuvote, kupiga kura kuhusu Pi iwe listed au isiwe listed. Sasa wanasema kama kuna 85% ya community ya Pi wamevote Pi iwe listed, lakini kwa bahati mbaya Binance wakawa wamedelay kuilist. Wakasema ile vote sio kigezo, hata kama watu wengi wamechagua Pi iwe listed, lakini kwa wao Binance sio kigezo chao cha kuilist. Wana reason zao zingine ambazo ziko behind, wao ndio watatumia hizo kuilist Pi. So hii imeharibu mtazamo wa watumiaji wa crypto wengi kuhusu Binance, ikaonekana kama kuna bias, kuna upendeleo fulani, kwa sababu wana delay kuilist Pi bila kuwa na reason za msingi. Unaona, hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea kuhusu Pi. Na news ni hii, Binance spark off Binance Pi network listing. Watu wamevote, lakini pia wamevote, asilimia kubwa wamevote, lakini Binance wana delay kulist. Unaona, kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wamekubaliana na hilo swala la Pi kuwa listed kwenye Binance, lakini wao hawakutaka kuilist. Kitu kingine kuhusu Pi, kama wewe ni pioneer wa Pi, unazihold kwa muda mrefu, obvious kila mtu ana expect kwamba hizi vitu zitakuja kuwa na value na make a lot of profit. Sasa kitu cha kuwa nacho makini zaidi ni hii Pi itakuja kuwa listed, na tarehe ya kuilist wengi tuna expect ni tarehe 14 mwezi wa 3. Hiyo inakuwa ni Pi day. Tuna expect kwamba Pi itakuwa listed kwenye hizi major crypto exchange kama Binance, kama Coinbase na Kraken. Pi ikiwa listed hapa, price itashoot kwenda juu. Tujui itashoot hadi ngapi, lakini obvious itaenda kwenye above all time high ya price ya Pi ambayo IOU price ambayo imekuwa listed kabla kwenye hizi exchange. All time high ilikuwa above 2. Kwa hiyo tunategemea Pi itaenda juu ya price hiyo. Kama ni mgeni katika channel hii, tafadhali subscribe hapo, like na comment mawazo yako hapo chini kwenye comment section. Tuna community sasa hivi inaendelea kukua, tutaendelea kudiscuss mambo mbalimbali yanayohusu crypto na Pi kijumla.